tuna vyanzo vya mapato ndani ya Chenjari. Mapato ya halmashauri, ushuru, tuna magulio, si ndio? Ndio. Tunachotakiwa kukifanya sasa hivi, moja, kuimarisha vyanzo vilivyopo. Maana yake kama tulikuwa tunakusanya ushuru tunatakiwa kukusanya 100%. Sasa pengine hapo tunalegalega tunakusanya kwa 40%. Tunatakiwa tuimarishe tukusanye kwa 100%. Kama ni ushuru tukusanye kwa 100%, ikibidi na zaidi. Kama ni tozo tukusanye kwa 100%, ikibidi na zaidi. Lakini tubuni vyanzo vipya vya nini? Ya mapato. Unanielewa ndugu zangu? Ndio. Kwa mfano, sisi huku tunauza pombe, mama zangu, tunauza pombe za kienyeji. Kweli si kweli? Kweli. Lakini zile pombe moja kwanza mimi kwa mfano mimi nimesomeshwa kwa pombe hizo hizo. Si mnanielewa? Ni mamangu alikuwa anauza pombe. Lakini zile pombe wote tunaziuza kienyeji mno. Mnanielewa ndugu zangu? Pombe tunauzia majumbani mwetu. Kwenye majumba yetu tunaishi na watoto wetu. Kwenye nyumba yako ndio kwa sehemu ambayo unauzia pombe na una watoto wa kike, una watoto wa kiume. Ukiuza pombe umekaribisha watu pale walevi, mtu akishalewa anafanya lolote lile. Anaweza kalewa akamshika matako mtoto. Tunaelewana? Unyanyasaji wa nini? Wa jinsia. Lakini ukija kuchunguza kwa ndani kabisa, chanzo ni sisi wenyewe. Nini cha kufanya? Utendaji wa kata. Ili mimi nakuagiza wewe pamoja na viongozi wenzangu wa vijiji na vitongoji kwenye maeneo yetu ya vijiji, tengeni maeneo maalum ya kuuza pombe. Kuna baa huko Kumburu. Sababu na wengine hawana uwezo wa kwenda baa. Wasiende kwenye majumba ya watu kulewa. Watenge eneo maalum kwa ajili ya kula bata. Mnanielewa ndugu zangu? Tengeni eneo maalum la kula bata. Lakini nyinyi mna magulio, sio mwaka mnaenda kwa magulio. Kwenye magulio kuna sehemu zimetengwa kwa ajili ya kulewa. Sasa haitakiwi kuwa siku ya gulio tu. Inatakiwa litengwe eneo tunauza pombe za kienyeji na wakina mama wote watajisajili, serikali itatoza ushuru. Sawa? Tena mtakuwa mmewasaidia kwenye lile eneo kwa sababu kuna wauza supu nao watakuja. Mnywagongo akaenda kunywea kwako, unamuua mapafu na maini. Umpi hata supu, ila ukitengeneza eneo maana kuna muuza supu atakuja pale. Mnanielewa? Atachangia kwenye serikali pia. Tutakuwa tumeongeza nini? Tumeongeza mapato kuliko sasa hivi watu wanalewa, afya zinaharibika, watoto wetu wanaharibiwa kwenye majumba na serikali haipati chochote. Kwa hiyo nitoe hilo agizo, pombe sasa hivi ni marufuku kuuziwa kwenye majumba. Mmenuna kwenye hilo? Kwa hiyo tengeni eneo maalum. Tumepeana mwezi mmoja kwa ajili ya madawati na mwezi mmoja pia ni kwa ajili ya kutenga maeneo na kuyatengeneza. Alafu msipate tabu kusema kwamba kuna gharama za kutengeneza. Hakuna gharama. Msitengeneze kitu kama vile baa. Tengenezeni kienyeji kabisa. Banda moja kubwa, mabanda makubwa ambayo juu mtawezeka nyasi. Sawa? Msitafute sijui mabenchi sijui nini, wekeni hata magogo chini. Lazeni magogo. Yaani kizamani kabisa ile. Watu wanakaa kwenye magogo. Mtu angekuwa anataka viti sengeenda kwenye baa. Kwani baa si zipo? Lakini anakuja huko kulingana na nini? Na hali yake. Atakaa kwenye gogo. Na serikali itaenda kukusanya ushuru wetu. Mnaopata ushuru wa pombe sasa hivi? Mnaopata kwa changamoto. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu unampata mtu nyumbani kwake. Na kama ulivyosema mwanzo, unampata mtu nyumbani kwake, anaweza kujua unampata mke wake. Ukao unapata tatizo lingine. Ila ukiwa na eneo maalum, maana unaenda kutoza ushuru wako kama unakwenda baa. Tunaelewana ndugu zangu hapo? Kwa hiyo mimi ni chanzo ambacho nimewapa. Mwende kufanya kazi ndani ya mwezi huu. Nikija hapa nikute kuna eneo tayari limetengwa katika kila kijiji. Vijiji vyetu 5, maeneo yametengwa kwa ajili ya watu kuja kula bata. Tutakuwa tumeokoa watoto wetu dhidi ya unyanyasaji na ukatili wa kijinsia. Tutakuwa tumetengeneza afya
za wenzetu ambao ni watu wa kuida. Sawa? Maana yake tutakuwa tunatengeneza sehemu ya kupata supu, mtu achomi tu maini yake. Sawa? Lakini pia tumepata kipato ngazi ya serikali. Lakini pia mama zetu wameendelea kuwa na ajira yao ambayo mimi binafsi imenisomesha. Pombe mimi zimenisomesha. Kwa hiyo huwa na kuangalia kwa lengo kubwa sana. Na vyanzo vingine viko vingi sana. Mnanielewa ndugu zangu? Kuna ushuru ambao kuna watu wanakuja kuvuna mbao, lakini pia kuna kuzuia uvujaji wa mapato. Nyinyi mna bahati mbaya mpo kwenye kata ambayo iko mpakani. Kwa hiyo mkibuki kidogo tu mapato yanaenda wapi? Mpwapwa. Mnanielewa? Au yanaenda Kongwa. Kwa sababu gani? Kuna shida. Na kama kuna changamoto ya posi, mtendaji, naomba niandikie. Lije kwenye ngazi yangu ili nishughulike nao. Kwa sababu tunachohitaji sisi ni mapato. Kwa hiyo kama kuna shida ya posi, lete kwenye mlolongo wetu wa mawasiliano ya kiserikali ili tuweze kuwapatia posi, muweze kukusanya mapato.